David comes back home. Kwa Daudi anarudi nyumbani. And he finds Ziklag is on fire. Na anakuta Ziklag imechomwa moto. Ziklag is on fire. Ziklag imechomwa moto. Ziklag is on fire. Ziklag imechomwa moto. And my Bible tells me that the soldiers that accompanied David na Biblia yangu inaniambia askari waliokuwa na Daudi lifted up their voices wakapaza sauti zao and wept na wakalia and wept wakalia and wept wakalia to the point that they had no power to continue weeping. Mpaka wakakosa nguvu za kuendelea kulia. All right. We okay? All right. I think we're good. So the soldiers wept. Now remember, these are men weeping. These are not timid men. These are mighty men of valor. And they are weeping. Now men rarely do cry. We rarely do cry. We cry once in a while. In fact, psychologists are empowering us nowadays to cry a little bit more. The psychologists are telling us that we die early because we don't cry enough. Men rarely do cry. But when we cry, oh, we cry ugly. When we cry, we cry mercilessly. We rarely cry. But when we do, have you ever seen a man cry? Where did you see? Your dad? Babako? Mwanaume akilia analia vibaya. When a man cries, he cries very badly. Yani nywele kwanza zinasimama. Show inaanzia hapa, nywele zinasimama. First your hair stands up. That's when it begins. Mishipa inatokea huko. And the veins stood up. Ni wanawake tu ndo mnalia na utaratibu mzuri. It's only women who cry well. I see women when they're crying. Naonaga wanawake wakilia. They start pushing their tears back like that. Wanafanya hivi. And they bring out their little hankies. Na anatoa na vitambaa. There they are. Na anafanya hivi. Just drying tears there. Wanafuta machozi. But men, lakini wanaume, when we cry, tukilia, nywele zinasimama. Your hair stands up. Mishipa inatoka. And veins stand up. Macho yanatuna. And the eyes bulge out. Machozi yanamwagika. And tears flow. Kamasi zinamwagika. And there is everything mucus. Mate yanashuka. And the saliva comes out. Vyote vinatua kwenye ndevu. Everything is here at the beard. Huwa tunalia mara moja moja. We cry once in a while. Lakini tunalia vibaya. But we cry very badly. Sasa hapa, now here, we have an army tuna jeshi of 600 men. Ya wanaume 600. Crying so bad. Wanalia vibaya mno. To the point that they don't have power. Mpaka hawana nguvu. To continue. Za kwenda kule. There are things I pray that you do not experience in this life. Kuna vitu naomba msivipite kwenye maisha. If you've never experienced the pain that is so deep. Kama mjaipitia maumivu ambayo ni ya nguvu sana. To the point that you are crying, to the point that you are losing power to continue crying. Mpaka unalia na unashindwa kupata nguvu ya kuendelea kulia. I pray that you never experience that kind of pain. Naomba usipitie kitu kama hicho. Ni mbaya. It is bad. Ni mbaya. Crying to the point that you want to continue crying. Unalia mpaka unatamani kuendelea kulia. But you don't have the power to continue crying. Lakini huna nguvu ya kuendelea kulia. You want to continue crying. Unataka kuendelea kulia. But you don't have the tears to continue crying. Lakini huna machozi uendelee kulia. If you've never experienced that. Kama huna uzoefu huo. If you've
never experienced that heartbreak, kama huna uzoefu huo, that disappointment, hiyo kuvunjika moyo, that loss, kupoteza kitu, I pray that you never get to experience. usije kutia hiyo. And after these men had finished crying, Na baada ya watu kumaliza kulia, they all came out wakasimama sasa, in agreement wakakubaliana that this is David's fault. ya kwamba ni makosa ya Daudi. And it's David that got us into this problem. Na ni Daudi aliyetusababishia yote haya. Let us kill him. Tumuue. You see, with cursed is a person that depends on humans. Unajua amelaniwa yule anayemtegemea mwanadamu. With humans, wanadamu, we change so quick. Tunabadilika kiurahisi. We change so fast. Tunabadilika haraka. You could be our hero today, unaweza kama mkombozi wetu leo, and you are our zero tomorrow. na wewe ni sifuri kesho. That's humans. Hao ni wanadamu. They could be laughing with you today, wanaweza kuwa nacheka na wewe leo, and they are not speaking with you tomorrow. na hawaneni na wewe kesho. That's humans. Hao ni wanadamu. These are the men na hawa ni watu that David trained, ambao Daudi aliwafunza and taught them, na kuwafundisha, and gave them skills na kuwapa ujuzi to fight. kupambana. And now na sasa they have the audacity wana ujasiri of talking about killing David. ya kuzungumza kumuua Daudi. Talking about we need to stone David. Wanasema tumpige mawe huyu mtu. David looked around, Daudi anatazama, and his friends had turned on him. na marafiki zake wamemgeuka. His soldiers are against him. Maskari wake wamemgeuka. His family is gone. Familia yake imepotea. His children are gone. Watoto wake wamechukuliwa. His 2 wives are gone. Wake zake wamechukuliwa. He is alone. Yuko peke yake. Alone and lonely. Peke yake na mpweke. And my Bible tells me na Biblia yangu inaniambia that David ya kwamba Daudi encouraged himself alijitia moyo in mwenyewe the Lord his God. katika Bwana Mungu There wake. comes a time in life Kuna wakati unakuja kwenye where maisha you are left alone. unapoachwa peke When you yako. are alone and lonely. Upo peke yako na I am mpweke. here to remind you Nipo hapa kukukumbusha that God is always with you. ya kwamba Mungu yupo na wewe. You are never alone. Haupo peke yako. There is a God out there Kuna Mungu huko that sticks closer than a friend and a brother. ambaye yupo karibu kuliko ndugu au kaka. His promise is clear. Na is with you. yupo na wewe. Your family may turn on you. Familia yako inaweza ikakugeuka. Your friends may turn on you. Marafiki zako wanaweza kukugeuka. Your best friend may start backbiting you. Rafiki yako karibu akaanza kukungonga. But there is a God. Lakini kuna Mungu. There is a God. Kuna Mungu. There is a God who never leaves his people. Kuna Mungu ambaye kamwe haachi watu wake. I want us to end this camp meeting Nataka tuhitimishe haya makambi with a full assurance tukiwa na uthibitisho mkuu of the presence of God in our lives. ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Because let me tell you, beloved, Kwa sababu ngoja nikwambie mpendwa, the world out there is tough. hiyo dunia hapo nje ni ngumu. The world out there is rough. Ni dunia isiyo na huruma. It is a tough and a rough world. Ni dunia ngumu sana. You will find yourself left alone. Utajikuta umeachwa peke yako. But never forget Lakini kama usisahau that there is a God. ya kwamba kuna Mungu. There is a God who sticks closer than a friend, than a brother, than a parent. Kuna Mungu anayekaa karibu kuliko rafiki, kuliko ndugu wala wazazi. David, Na Daudi, when everyone had turned on him, pale kila mtu alimgeuka, Daudi encouraged himself alijitia moyo in the Lord his God. katika Bwana Mungu wake. In the most difficult times in this life, Katika wakati mgumu sana kwenye haya maisha, always mara zote encourage yourself jitie moyo mwenyewe in the Lord your God. katika Bwana Mungu wako. He is there. Yeye yupo hapo. He is there with you. Yupo hapo na wewe. So David, Kwa hiyo Daudi he realized that he made a mistake. akagundua kwamba amefanya kosa. When he was getting ready to go fight with the Israelites, joined with the Philistines, Alipokuwa anajiandaa kwenda kupambana na Wanaisraeli kwa sababu alikuwa upande wa Filisti, he didn't inquire from the Lord. hakumuuliza Mungu. He went with his own ambitions, his own desires. Alienda na matamanio yake na matarajio yake mwenyewe. This time around, Lakini wakati huu
David didn't want to make the same mistake. Daudi hakutaka kufanya kosa lile lile. David decided to call the priest. Daudi akamwita kuhani. Call Abiathar. Akamwita Abiathari, Ahimelech's son. Mtoto wa Ahimelech. And he asked Abiathar to come with an ephod. Na akamwambia aje na niavara. Yeah, the ephod was what the priest would wear on his chest. Na ivera ni ile ambayo kuhani anaweza akavaa. It had 12 thorns. Ilikuwa ina vito 12. And there were 2 very special stones on the ephod. Na kuna vito viwili kwenye naivera vya thamani. Known as the Thummim and Urim. Vilikuwa vinameka kama Thummim na Urim. Thummim and Urim. Thummim na Urim. These were stones that God used to communicate with the nation of Israel in that time. Vilikuwa vitu ambavyo Mungu alikuwa anatumia kusema na Israel. So before David pursuing, kwa kabla yeye kwenda, before David going, kabla yeye kwenda, before David said I will go, kabla Daudi hajasema nitakwenda, he wanted the assurance, alitaka kuthibitisha, is God with me on this journey? Je, Mungu yupo na mimi hapa? So David called the high priest. Kwa Daudi akamwita kuhani mkuu. And David inquired of the Lord. Na akamuuliza Mungu. Through the 2 stones on the ephod. Kupitia vile vito viwili kwenye naivera. Said, Lord, akasema Bwana, if I pursue the Amalekites, nikiwafuata wa Amaleki, will I catch them? Nitawakamata. And will I recover them? Na nitachukua vilivyo vyangu. And the Lord spoke to David through an ephod. Na Mungu akanena na Daudi kupitia naivera. And God told David, akamwambia Daudi, pursue. Wafuate. You haven't greeted your neighbor this morning. Hujamsalimia jirani yako. So turn to your neighbor. Choose one neighbor and turn to them. One, not both of them. Choose one. Mshika mawili moja mponyoka. Choose one neighbor. Chagua jirani mmoja. Turn to that neighbor. Mgeukie huyo jirani. Shake that neighbor's hand. Msalimie kwa mkono. Tell them, neighbor or neighbor. Jirani o jirani. Pursue. Fuata. You've done well. Umefanya vizuri. You can do better. Unaweza kufanya zaidi. Turn to that other neighbor. Mgeukie yule mwingine. Yule uliyempotezea sasa mgeukie. The one that you ignore. Alafu mpe tabasamu la kinafiki maana ulimpotezea. And give them a hypocrite smile because you ignore them. Namwambia neighbor or neighbor. Tell them jirani o jirani. Pursue. Fuata. You did well. Umefanya vizuri. But you can do better. Ila unaweza kufanya zaidi. Now you're looking at the preachers. Waangalie wahubiri sasa. You're looking at the preachers. Waangalie wahubiri sasa. You're looking at the preachers. Waangalie wahubiri sasa. And you're saying joy girls or joy girls. Na unasema joy girls or joy girls. Pursue. Fuata. Hallelujah. Hallelujah. When David inquired from the Lord, Daudi alipomuuliza Mungu, shall I pursue them? Niwafuate. And if I pursue them, na nikiwafuata, will I recover all? Nitaweza kurudisha vyote. God assured David. Na Mungu akamhakikishia. And God told David, akamwambia Daudi, you can pursue. Wafuate. And when you pursue them, na ukiwafuata, you will recover all. Utapata vyote. Before you do anything, kabla hujafanya chochote kile, please inquire from the Lord. Muombe na muulize Mungu. Before you go into your exam, kabla hujaingia kwenye mtihani, speak with your Lord. Semezana na Mungu wako. Ask your God. Muulize Mungu wako. Shall I pursue this exam? Nifanye hii mitihani. And if I pursue it, na nikifanya hii mitihani, will I pass it? Nitafanya vizuri. Before you start your journeys, kabla hujaanza safari yako, speak with your God. Sema na Mungu wako. Shall I pursue this journey? Nifanye. And if I pursue it, na nikisafiri, will I get there safe? Nitafika huko salama. Before you start a business, kabla hujaanza biashara, speak with your God. Semezana na Mungu wako. Shall I pursue this business? Nifanye biashara hii. And if I pursue it, na nikiifanya, will I get all? Nitapata kitu. Before you start your career, kabla hujaanza kazi yako, before you choose your career, kabla hujachagua kazi yako, before you say that I want to be a doctor, a pastor, engineer, whatever you want to be, kabla hujasema nataka niwe daktari, chochote kile, speak with your God. Semezana na Mungu wako. Ask your God. Muulize Mungu wako. If I pursue this career, nikifanya kazi hii, will I succeed? Nitafanikiwa. Beloved, before you say I will go, mpendwa, kabla hujasema nitakwenda, it is important ni lazima to require and inquire from the Lord. Umuulize
Mungu. David didn't want to make a mistake. Daudi hakutaka kufanya makosa. Said, I'm tired of fighting useless battles. Akasema nimechoka kupigana vita zisizo na maana. Nimeenda mwenyewe nimepata hasara. I've gone alone and I got lost. Nimeenda mwenyewe mji wangu umechomwa moto. I've gone alone and my city is on fire. Nimeenda mwenyewe familia zetu zimetekwa. I went away and our families are captive. Sitaki kwenda peke yangu. I don't want to go alone. Sitaki kwenda peke yangu. I don't want to go alone. Ninataka niende na wewe. I want to go with you. Na ni bora nisiende. And it's better that I don't go kwenda peke yangu than going alone. Ni bora nisiende. It's better I don't go. Do you remember the experience with the Israelites in the wilderness? Unakumbuka walichopata wana Israeli? Do you remember that experience? Unakumbuka? Mnaikumbuka ile kitu? Do you remember it? When Moses came from the mountain. Moses aliposhuka kwenye mlima. And he found the children of Israel worshiping some calf. Akakuta na Israeli wanaabudu ndama. What did Moses do? Musa alifanyaje? He crushed it. Akaivunja. Then alafu mixed it in the water. Akachanganya na maji. And then alafu Musa alikuwa mbabe. Moses was arrogant. Aliwapanga mstari kama babu wa Loliondo. He just let them in one straight line. Kagawa vikombe mtakunywa. You will drink of it. After he finished dishing the water to them. Na vamaliza kuanywesha hayo maji. Moses started speaking to God. Musa akaanza kuongea na Mungu. And God told Moses. Na Mungu akamwambia Musa. I am tired with these people. Nimechoka na watu. I am tired with these people. Nimewachoka hawa watu. Moses. Musa. Let me just kill them. Ngoja tu niwaue. Kill them all. Na wao wote. And I will just start a new nation with you. Alafu nitaanza taifa jipya na wewe. Had you been Moses? Kama ungekuwa Musa. What would have been your answer? Ungejibu nini? But of course. Ndio. As long as I'm safe. Kama mimi tu nipo. Wapi vyao kimpango wao. Let them die alone. Musa akasema Moses said no. Hayo hayakuwa makubaliano Mungu. That was not part of the plan. Makubaliano yalikuwa wewe Mungu utatulinda na kututunza. The agreement was you take care of us from the beginning to the end. Tulikubali kutoka kule Misri. We agreed to get out kwa sababu ulituhakikishia utatulinda na kututunza. Because you are sure that you will be with us. Mungu akasema basi isiwe tabu Musa. God said okay, let it not be a problem. Sitawaua. I won't kill them. Sitawaua hawa jamaa. I won't kill these people. Lakini akasema hawa jamaa kwa jinsi wanavyoenda hawa. But say how they are doing these people. Mimi nadhani ni waache tu. Let me just leave them. Nitawatumia malaika atawaongoza. I will send an angel to be with them. Maana mimi wananikera. Because they make me angry. Hivi unajua wanadamu wao wanamkera Mungu nyinyi? Do you know there is times that we make God angry? Ndio kia jirani yako. Turn to your neighbor. Muulize hivi wewe unamkeraga Mungu wewe? Do you make God angry? Yaani imagine hao jamaa wamemkera Mungu. Imagine these people have just made God angry. Mpaka Mungu akasema basi kama sitawaua. Until God said, okay, if I won't kill them, nitawaacha tu waende peke yao. Let me leave them alone. Nitawapa na malaika atawaongoza. I'll give them angels to guide them. Ingekuwa ni wewe ungesemaje? If it were you, what would you say? Ningesema but of course. I say, sawa tu. Ili mradi kuna malaika anatuongoza. As long as there is an angel with us, nitakuwa sawa. I will be fine. Musa alimgomea Mungu. Moses rejected it. Yaani alimwekea Mungu ngumu. He has put a stand. Ningekuwa kule Uswahilini ningesema Musa alimdindia Mungu yani. Saying that Moses said no to God. Afadhali uishi hapo kwenye no. Alimgomea. He said no. Soma ile Exodus chapter 33. Read Kutoka 23. Utasoma kwa muda wako. Mimi kazi yangu ni kuamsha appetite uende ukasome. My work is to give you appetite and you go and read. Musa akamwambia Mungu. And Moses told God. Sikiliza. Listen. Tunataka uso wako uende pamoja nasi. We want you to be with us. Na kama huendi pamoja nasi. And if you will not go with us, usitutoe hapa. Don't take us away from here. Mungu alikubali aligoma? Did God reject or did he accept? Mungu alikubali aligoma? Did he accept or deny? Alikubali. He accepted. Sasa ngoja nikwambie. Now let me tell you. Before you venture into anything, kabla hujaanza chochote, make sure that you inquire from the Lord. Hakikisha unaongea na Mungu. One day, siku moja, in a few years time, ni miaka tu kadhaa, after you finished your first degree, ukimaliza degree yako ya kwanza, and you're done with your masters, na umemaliza masters, and you've gotten your good job, na umepata kazi yako nzuri, and you're running a side hustle, na unafanya kazi za nyingine, and you're driving that nice Range Rover, na unaendesha Range Rover, one day, siku moja, some young men will come your way. Na kuna vijana watakuja with some sweet words. Na maneno matamu matamu. Sister vipi? Sister. Mimi nakusoma. I understand you. Mimi unajua naweza nikakuwa. No, I can do that. Si mnajua You know,
Mnajua You know that? Sasa kabla hujaingia kwenye familia, now before you start a family, muulize Mungu. Ask God. Hii ndio njia unataka nipite? Is this the way you want me to go? Huyu ndiye uliyeniandalia? Is it the one you have prepared for me? Kwa sababu the moment you start anything without God, because unapoanza chochote bila Mungu, you are guaranteed to end up with a heartbreak. Una uhakika kuishia na moyo uliovunjika. Mnaelewa kitu mchungaji anachosema? Do you understand what the pastor is saying? Mnaelewa kitu mchungaji anachosema? Do you understand what the pastor is saying? Chochote, anything, kazi, a job, taaluma, your academics, your degree, kombi unapoichagua ya high school, when you choose a kombi, unapoianza bila Mungu, when you start without God, you are guaranteed a heartbreak. Unahakikishwa kuisha na moyo uliovunjika. Learn to inquire from the Lord. Jifunze kumuuliza Mungu. Usiseme tu I will go. Don't say nitakwenda. Kabla ya kwenda, before going, ongea na Mungu. Speak to God. Akuhakikishie He assures you kwamba unapaswa kwenda, that you should go. Lakini vinginevyo ukienda peke yako, but anything than that, if you go, nimekaa pale, I am seated right there, nasubiria ushuhuda, I'm waiting for a testimony. Uje na machozi hapa, you come with tears, na mimi nakupa tu tissue, and I just give it tissue. Pastor, he broke my heart. Pastor, I loved him. Nilimpenda. Niko pale nakusubiria. I'm right there waiting for you. Kwa hiyo ili kuwa salama, so for you to be safe, before you venture into anything, kabla hujaanza chochote, before you pursue anything, kabla hujafanya chochote, inquire from the Lord. Muulize Mungu. Ongea na Mungu wako. Speak to your God. Daudi akamwambia Mungu. David told God. Ile vita ya kwanza, the first battle, nilienda kwa utashi binafsi. I went with my own conscience. Lakini hii, but this one, nataka niende na wewe. I want to go with you. Na je, nikienda, and if I go, nitafanikiwa? Will I be successful? Ndio Mungu akamwambia Daudi, and that's when God is telling nenda, David, just go. Na ukienda, and when you go, utafanikiwa. You'll be successful. Utarejesha vyote. You will bring back everything. Hallelujah. Hallelujah. Mungu, God, tunayemwabudu, the one who worship, ni Mungu wa urejeshwaji. Is the God who brings back. Soma hiyo story. Read that story. Daudi alienda, David went, akawapata wanawake wote, and got all the women, na watoto wote, and all the children, na mali zote, and everything na he had. alipokuwa ameenda kule, and once he went there, akakuta Waamaleki wana madhahabu mengi. He found the Amalekites have a lot of gold. Daudi akayachukua na yale madhahabu. And David took in the gold. Kwa hiyo gold. Daudi anaporudi nyumbani, and so when David is coming back anarudi home, na vitu vingi zaidi, he's coming back with far more vile alivyoibiwa. than what was taken away. Hiyo ndio faida ya kwenda pamoja na Mungu. And that's the good thing about going with God. Ukienda pamoja na Mungu, if you go with God, huwa Mungu anarejesha. God brings back. Anarejesha vyote. He restores everything. Mungu wetu ni Mungu wa urejeshwaji. He's a God of restoration. We serve a God of restoration. Tunamtumikia Mungu anayerejesha. Let me tell you something. Soma kitabu cha Yoeli. Read the book of Joel. Sura ya 2. Chapter 2. Kuanzia fungu la 18. From verse 18. Mungu anakuambia, God is telling you kwamba ana uwezo that he's wa able kurejesha to restore miaka the ears iliyoliwa that were eaten na nzige. by the grasshopper. Ana uwezo He is wa able kurejesha to restore vitu ambavyo mwovu shetani amevichukua what kutoka the devil kwako. had taken away from you. Nimesimama hapa kukwambia, I'm standing here to tell anaweza you, kurejesha furaha he yako, can restore your happiness, anaweza kurejesha kicheko he chako, can restore your anaweza happiness, kurejesha ufaulu wako, he can restore your anaweza success, akarejesha vitu ambavyo shetani amevitwaa. he can restore what the Because devil the God that we serve sababu Mungu tunayemtumikia is a God of restoration. ni Mungu Nyie anayerejesha. akina mama mmekaa hapa, The woman you are sitting watoto here, wenu wengine hawasali, some of your children don't kunywa pray. pombe huko. They are just alcoholic. Mungu anaweza wakuwarejesha. God can restore them. Kama aliturejesha sisi hapa, si If tupo he hapa, restored us, we're here. tunahubiri injili We are hapa. preaching here. Kama aliweza kuturejesha, If he was able kwani to wewe mtoto restore wako us, ana nini ambacho Mungu hawezi kurejesha? what can't he do to Wewe your child? mtafute Mungu. Just seek God. Mungu wetu ni Mungu wa urejeshwaji. Our God is a God of restoration. Ni Mungu wa urejeshwaji. Is a God of restoration. Uko hapa, You are here. biashara zimeyumba, Your businesses, mambo hayaendi. things aren't We moving. serve a God of restoration. Tunamtumikia Mungu anayerejesha. Anaweza akarejesha mtaji He can uliopotea. restore what was lost. Usikate tamaa. Don't give up. Usipoteze matumaini. Don't lose hope. Cha msingi, The most important thing, muulize, ask him, Bwana, ninataka kwenda. I want to go. Niende Should
I go, akikwambia nenda, if he says go, maana yake ni kwamba yuko pamoja na wewe. it means he is Na with Mungu you. akiwa upande wetu, And if he's on our ni side, nani anaweza kusimama dhidi who yetu? can go against Mungu us? akipigana vita zetu, If God ni fights nani our anayeweza battles, kutushinda? who can go against Shida us? ni kwamba The problem is, unataka kurejesha peke yako. you want to restore by Una yourself. uwezo wa kurejesha You wewe. cannot restore Wewe it. ni mdhaifu. You are very weak. Yamesha kushinda. You are very weak. Umejaribu vyote vimekwama. You have said everything, it Kabla failed. hujapambana na urejeshwaji, Before you battle with tafute yourself, Mungu wa look urejeshwaji. for God of Muulize, restoration. ni Bwana, Ask him, God, tukienda if we go, tutarejesha? will we restore? Akikwambia nenda, If he says maana go, yake ni kwamba it means that anaenda pamoja na wewe. he's going Na with kama you. Bwana anaenda pamoja na wewe, If he will go ni with you, lazima. it is a must. Haleluya. Ni Hallelujah. lazima It is atarejesha. must that he will We restore. serve a God of restoration. Tunamtumikia Mungu wa mrejesho. After all, Hata na hivyo, usisahau don't forget kwamba Mungu yuko kwenye mkakati wa kuirejesha hii dunia. that God is in a process of restoring this Nakumbuka world. it was a perfect world, Tunajua ilikuwa dunia nzuri, holy and sinless. takatifu isiyo na dhambi, And then it got tainted by sin. lakini ikashawishika na dhambi. Na ikayumba, hii dunia imeyumba hii. And this world just went Soma astray. Isaya sura ya 24. Read Isaiah 24. Dunia inawayawaya kama machela, The world is inayumba it's yumba not kama stable. mlevi, It is tumbling like an imelemewa alcoholic na man. mizigo ya dhambi. It has burdens of Hii dunia sin. inakwenda kuanguka, This world is going to na fall. ikianguka haitainuka And when tena. it does, it will never come Lakini back again. mpango wa Mungu But the power of God ni kuirejesha dunia. is to bring it Ndio back. maana unaposoma Ufunuo sura ya 21, That's why if you read Revelation 21, mna mafungu mengi ya kwenda kusoma leo. you have a lot of verses to read today. Unaposoma Ufunuo 21, If you read anasema Revelation nikaona 21, mbingu mpya na nchi he mpya, says, I see a new heaven and new maana earth, yale ya kwanza yamekwisha kupita. because the first has passed. Tena hiyo mbingu mpya na nchi mpya And the new heaven and new earth, tulione na shuka kutoka mbinguni kwa we've seen Baba, it descending from heaven, kama bibi harusi. as if, Halafu anasema pale kwenye Ufunuo 21, and he speaks in Revelation hapo katika 21, hiyo mbingu mpya na nchi in mpya the new earth and new heaven, hakuna kilio, there is no cries, hakuna majonzi, there is no having, hakuna machozi, there is no tears, hakuna kifo, there is no death, hakuna magonjwa. there is no Kwa nini? diseases. Why? Kwa sababu mambo ya kwanza yamekwisha kupita, Because the past has gone, na Mungu ameyafanya yote kuwa mapya, and God has made each na new, Mungu ameirejesha dunia and God has restored the kwenye world utakatifu uliokuwepo to its holiness kabla dhambi haijaingia before dunia. sin came. Hujaelewa? You did not understand. Unajua Mungu hairejeshi tu dunia. You know, God does not only restore the Mungu world, anakurejesha na wewe He pia. also restores you. Mungu anakurejesha na wewe He pia. also restores you. Yaani unajua tukienda mbinguni, Biblia inasema tutakuwa wote tunafanana na Yesu. You know, when you go to heaven, all of us will resemble Hamna wazuri Jesus. wala wabaya. There is no bad, ugly, Hamna or warefu beautiful. wala wafupi. They won't be tall or short. Hakuna warefu wala wafupi. They won't be tall or short. Hamna wenye vitambi wala wenye six packs. There won't be people who are gluttonous or Wote six-pack. tunafanana na Yesu. All of us will resemble Hamna God. matajiri wala maskini. They won't be rich or poor. Yaani mbinguni wote tunavaa nguo zinazofanana. In heaven, all of us wear the Hamna same clothes. anayedamshi zaidi ya mwenzake. None looks beautiful than the Kama ni other. kudamshi wote tunadamshi. If it's looking good, all of us look good. Alafu menu ile ile tunakula wote. And the menu is the same. We eat Hamna together. magepu. There is no gaps. Kwa nini? Why? Kwa sababu Mungu anawarejesha wanadamu. Because God is restoring humans. Think about it. Fikiria. Tunaambiwa Adam alikuwa na urefu gani? We are told, how tall was Adam? Huh? Hamujui? You don't know. Hiyo ni homework. Nendeni mkafanye homework. That is homework. Go and do the homework. Mseme kabla ya dhambi Adam alikuwa na urefu gani? And say, before sin, how tall was Na Adam? Hawa alikuwa na urefu kiasi gani? And how tall was Eve? Ndio ujue kabisa Adam. And you know that Adam, Wewe ukisimama, mimi hapa Baraka nikisimama mbele ya Adam, if I stand in front of Adam, alafu niseme mimi ni mtu mzima, and I say that I'm an adult, mimi ni mbilikimo mbele ya Adam. I'm just a dwarf in front of him. Yaani ni mbilikimo kabisa. I'm just a dwarf. Lakini But siku inakuja a day comes ambayo Mungu where God atafanya urejeshwaji. will do restoration. Eti na mimi nitarefuka niwe kama Adam And I'll be as alivyokuwa. tall as Adam. And that's a good thing. Na hiyo ni kitu kizuri.
That's a very good thing. Iko ni kitu kizuri sana. Eti dhambi itaondolewa. And sin will be no more. Yani dhambi na maumivu yake yataondolewa. Sin and all its pain will be no more. Kifo kitaondolewa. Death will be no more. Wale wapendwa wetu ambao tumewalilia na kuwazika na tunahuzunika. And those who we cried for watarejeshwa. Will be restored. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu. Because the God that we serve ni Mungu wa urejeshwaji. Is the God of restoration. Na kama aliweza kumrejeshea Daudi. And if he was able to restore to David, anaweza akakurejeshea wewe. He can restore it to you. Yawezekana uko hapa katika kambi. You might be here in the camp meetings. Na kuna vitu ambavyo shetani amevichukua kutoka kwako. And there are things that the devil has taken away from you. Inaweza ikawa ni furaha. It might be happiness. Inaweza ikawa ni amani. It might be peace. Inaweza ikawa ni upendo nyumbani umepotea. It might be the love at home. Inaweza ikawa ni uchumi wa nyumbani, wazazi wana struggle. It might be your finance, your parents are struggling. I don't know. Sijui. Unaweza ukawa hapa. You might be here. Lakini kuna vitu shetani amevitwaa. But there is something that the devil has taken. Na unajihisi. And you feel. Kuna vitu vimetwaliwa. There is things which are no longer there. Nimesimama hapa kukwambia. I'm standing here to tell you. Utafute wa Mungu. Seek God's face. Ni mrejeshaji. He restores. Huwa anarejesha. He restores. Yawezekana uko hapa. You might be here. Ulikuwa unafanya vizuri kwenye masomo. You used to do good in studies. All over the sudden you are struggling. Na ghafla tu you are struggling. Unapata shida. Yani unaanza kulack behind. Unaanza kuwa unarudi nyuma. Nimesimama hapa kukwambia. I'm standing here to tell you. Tunamwabudu Mungu anayerejesha. We worship a God who restores. Mtafute Mungu. Seek him. Ni mrejeshaji. He restores. Tunaweza tukawa tumesimama hapa. We might be standing here. Kuambia ya kwamba. To tell you that. Inawezekana ni what do you call it? You used to be lovable. Tunasema ulikuwa unapendwa. You just had a good personality. Ulikuwa una tabia nzuri tu. And all over the sudden. Na ghafla tu. You feel like you're changing. Unahisi ya kwamba unabadilika. You're just becoming toxic. Unaanza kuwa mtu hatari. Toxic. Mtu hatari. And you're not happy with who you are. Na haufurahii vile ulivyo. As a person. Kama mtu. Talk to your God. Semezana na Mungu wako. We serve a God of restoration. Tunamtumikia Mungu anayerejesha. Usiwe busy kusema nitaenda. Don't be busy to say I will go. Kabla ya kumuuliza Mungu. Before inquiring from God. Ukienda peke yako. If you go alone. Ni hasara. It's a loss. Utapoteza kama Daudi alivyopoteza. You will lose just like David. Lakini ukienda pamoja na Mungu. But if you go with God. Wewe ni mshindi. You are a winner. Dear God. Mungu. Here we are. Tupo hapa. And we have lost so much. Na tumepoteza vingi sana. You who searches the deepest parts of our hearts. Wewe unayechunguza vilindi vya mioyo yetu. You know what the devil has stolen from us. Unajua kile shetani amechukua kutoka kwetu. Some of us have lost our peace. Wengine tumepoteza amani. Our joy. Furaha. We hardly ever laugh or smile. Hatujui mara mwisho tumecheka na kutabasamu. We've lost our academic abilities. Tumepoteza uwezo wetu darasani. Some of us were brought up in good families and good morals. Wengine tumelelewa katika familia zenye uwezo mzuri na zenye tabia nzuri. But we've lost our values. Lakini tumepoteza yote hayo. Here we are. Tupo hapa. And indeed we are ready to pursue. Na kiukweli tupo tayari kukufuata. But we don't want to pursue on our own. Lakini hatutaki kufuata peke yetu. We are pleading with you. Tunakusihi Bwana. To pursue with us. Ukafuate pamoja nasi. Some of us have lost the drive, the ability to struggle, to fight, to go an extra mile. Wengine tumepoteza shauku na ule msukumo wa kupambana. Some of us have lost our purpose and our vision. Wengine tumepoteza hata kusudi letu. But here we are. Lakini tupo hapa. Here we are. Tupo hapa. Seeking, dear Lord. Tunakutafuta Bwana. That you restore us. Ili uturejeshe. And here we are. Na tupo hapa. Ready to pursue. Tupo tayari kwenda. But we are pleading with you. Ila tunakusihi Bwana. We don't want to pursue on our own. Hatutaki kwenda peke yetu. Please, dear Lord.
tafadhali Mungu, pursue with us. uende na sisi. And restore what the enemy has stolen from na us. urejeshe yale adui anachukua kutoka kwetu. For the glory that is in Christ Jesus we've prayed. Kwa ajili ya utukufu ulio kwa Kristo Yesu tunaomba. Amen. Amen.